Yohana 1 mstari wa kwanza, unaona Yohana mwenyewe anaanza kuchambua na yeye kutoka mwanzo habari za Yesu. Yes, ni habari za Yesu anachambua. Anasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa. Amesema hapo mwanzo. Kishawaambia Wayahudi hapo mwanzo, wanawaza kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha kwanza cha Musa kiitwacho Mwanzo. Hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Anasema vyote vifanyika kwa huyo, pasipo yeye kufanyika chochote. Hapo mwanzo ndio yote yamefanyika. Ndicho anachotumbuza pale. Ndani yake huko huyo ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Naona huyu neno hapa sio maneno, ni mtu. Ndio maana hajasema hapo mwanzo kulikuwako neno, nalo neno lilikuwako kwa Mungu. Anasema naye neno alikuwa, ni peso. Kwa neno hapa anazungumziwa ni mtu. Na ndio maana kwenye mstari wa 14 anasemaje? Anasema naye neno alifanyika. Kama Kiswahili kinapanda, alifanyika sio lilifanyika. Kwa neno pale ni mtu ambaye ni Kristo. Ndio maana alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema kwa kweli. Kwa neno liloko kwenye mwanzo pale ni Kristo. Anasema ndani yake, kwa huyo neno ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwa uzima huu au nuru hii ilikuwa ndani ya mtu ambaye ni neno, ambaye aliwaangazia watu. Mstari wa 6, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudiwe ile nuru. Nuru iko wapi? Mwanzo 1 mstari wa 5 nasemaje? Mungu akasema na iwe nuru. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ishuhudia ile nuru. Ilikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija ulimwenguni. Kwa Yesu pia ni nuru, na Yohana amemtaja Yesu mara nyingi kama ni nuru. Na Yesu mwenyewe amesema mimi ni nuru ya ulimwengu. Yesu mwenyewe ametoa wapi maneno mimi ni nuru ya ulimwengu? Ametoa mwanzo. Mstari wa 45 kuna Filipo akimwambia Nathaniel jambo la msingi sana. Mstari wa 45, Yohana 1:45 anasemaje? Filipo akamwona Nathanaeli akamwambia tumemwona yeye ambaye ni neno, ambaye ni nuru, ambaye ni uzima. Tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati. Kwa anaanza kuchambua maandiko. Amechukua sehemu inaitwa Torati. Musa amemwandika katika Torati. Sio Musa tu peke yake, na manabii. Kwa Torati na manabii ni habari za Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa. Kwa tayari hawa watu, kwa sababu walikuwa wanasoma Mwanzo mpaka Malaki, walijua Musa na manabii ni habari za Yesu. Kwa anasoma maandiko namna hiyo.